Na moja kati ya sababu ambayo imekuwa ni changamoto kwa watu wengi na kupelekea kufeli ni kukosa confidence, kukosa kujiamini kwa mtu husika. Sasa sababu hiyo inasababisha tu kushindwa kufanya mambo kwa ufasaha. Leo nimekuandalia pointi chache ambazo zitakwenda kukueleza wewe ni jinsi gani unaweza kucontain au ni jinsi gani unaweza kumaintain confidence ya kwako. Yaani jinsi gani unaweza ukaongeza ili katika kila jambo ambalo linakuja mbele yako uweze kulitako sawa sawa na jinsi ambavyo inahitajika. Sikiliza kwa makini, hasa pointi ya mwisho ni ya msingi zaidi. Pointi ya kwanza ni lazima ujitambue. Katika kuongeza confidence, huwezi kuwa na confidence usipojua unaweza kufanya kitu gani na huwezi kufanya kitu gani. Yaani lazima ukae chini uandike at least vitu vitano ambavyo unaweza kuvifanya kwa ufasaha na vitu vingine ambavyo huwezi kuvifanya kabisa. Kumbuka, kuwa na confidence sio ukamilifu, bali ni tu ufasaha ufanya jambo. Sio lazima umekamilika, lakini kule tu kufanya jambo fulani kwa ufasaha. Kwa hiyo jitahidi kutambua ni uwezo gani ambao unao, kitu gani unaweza, kitu gani hauwezi. Lakini pointi nyingine, zungumza na nafsi yako kwa lugha chanya. Yaani ile lugha chanya ambayo unaitumia wewe mwenyewe kuzungumza na nafsi yako ina mchango mkubwa sana kuongeza confidence yako. Hata kama unaona kabisa hali ni ngumu, hapa kupita ni vigumu sana, lakini wewe mwenyewe jiambie kwamba hapa navuka, hapa naendelea. Hata kama condition inaonekana kwa muda huo si sahihi wala sio favorable sana, kwa jitahidi tu kujisemea positive kila wakati ambapo unaona kabisa unaishiwa confidence, nguvu zinakuisha. Hiyo itakusaidia mwenyewe kukumotisha wewe mwenyewe. Lakini vitu vingine, fanya mambo yanayokutisha kwa hatua ndogo ndogo. Yaani confidence inafanya kuzuia au kuyashinda yale mambo yanayokutisha. Sasa ili uweze kuongeza confidence, ni lazima uweze kuyafanya yale mambo yanayokutisha, ila kwa hatua ndogo ndogo, taratibu. Unapofanya mambo unayazoea. Inapotokea umeyazoea, basi siku ambapo unakuja kulifanya ile jambo sasa kwa wakati mwingine inakuwa ni very easy. Kwa hiyo jaribu kufanya yale mambo ambayo unaona kabisa yanakunyima confidence. Kama ni interview, nitaenda kuzuia interview nyingine, lakini ndogo ndogo zile ambazo sio kubwa, ambazo kama ambazo umezipanga wewe. Kupitia yale mazoezi hapa na pale yatakufanya kuongeza confidence kwa namna moja au nyingine. Lakini jambo jingine ambalo litakufanya uwe na confidence, jiongezee maarifa na ujuzi. Kupitia maarifa na ujuzi, confidence yako itaongezeka. Kwa nini? Unapopata maarifa mengi na ujuzi, unaweza kulielezea na kulichanganua jambo kiundani zaidi kutofautisha na mtu mwingine. Kwa hiyo hata kama by the way unaweza kuwa wrong kwa namna moja au nyingine, lakini ule uwezo wako tu wa kulichanganua jambo kiundani na kuliwasilisha kwa watu, ile ni confidence, kwa sababu itakupa wewe credit kulinganisha na mtu ambaye anajua lile jambo ila hawezi kuelezea kwa ufasaha. Sijui umepata credit chochote hapo. Lakini kitu kingine ambacho kitakuongezea wewe confidence ni muonekano wako. Yaani wanasema facial expression. Ule muonekano wako wewe, jinsi gani ambavyo una behave, jinsi gani ambavyo unaishi, jinsi gani ambavyo unasimama, jinsi gani ambavyo unatembea, hii itakuongeza na confidence. Kwa mfano, vitu ambavyo vinaongeza confidence katika muonekano, kwanza kabisa ni kutembea upright bila kupindapinda. Vile vile watazame watu machoni pale unapokuwa unaongea nao. Hivyo ni vitu vidogo tu ambavyo wewe vitakusaidia kuongeza confidence. Kwa hiyo jaribu sana kumaintain mkao wako, kumaintain mtembeo wako, mavazi yako. Haya yana mchango mkubwa sana katika confidence. Hata wewe mwenyewe tunapokuwa umevaa ile nguo ambayo haupo comfortable, huaga inapunguza sana confidence hata mbele za watu. Kuna vitu fulani huwezi kuvifanya. Kwa hiyo jitahidi kumaintain hicho kitu. Lakini kitu kingine ambacho kitakusaidia kuongeza confidence ni kuzungukwa na watu wanaokuinua. Hawa watu wanaokuinua wataongeza confidence kwa sababu utakuwa unajua kwamba kuna watu wanaweza kunipigania endapo nikishindwa. Yaani kuna watu ambao wako nyuma yangu. Hii jambo hata kama nisipofanya kwa ufasaha, kuna watu ambao watakuja kunipigania na nikatoboa hili jambo. Kuna watu ambao hata kama nikishindwa sasa, kesho nitaweza. Kwa huu muda ambao mpata sasa utaweza kufanya jambo kwa ufasaha sana. Hata kama usipofanya kwa ufasaha kiasi kile cha juu, lakini utajua kwamba kuna watu kuja tu kukusaidia. Hao wanaitwa destiny determiners. Kwa hiyo watakusimamia na wewe mwenyewe utakuwa unazidi kujiamini kila unapotaka kufanya jambo. Lakini pointi ya mwisho na ya saba ambayo itakufanya wewe kuwa na confidence, usisite kuuliza mahali ambapo haufahamu, mahali ambapo haujui. Pale ambapo unafanya kuuliza maswali katika eneo ambalo haulijui vizuri, hii hapo inakusaidia sana kuongeza confidence, kwa sababu itakuongezea ujuzi, itakuongezea kufahamu jinsi gani unaweza kulifanya jambo kwa ufasaha. Pale tu unapopata kulifanya jambo kwa ufasaha, ndipo wakati ambapo confidence inaanza kuongezeka. Unaweza kuwa shahidi hata wewe mwenyewe kama ushawahi kuwa au kuingia kwenye baadhi ya mitihani shuleni. Kinachohitajika sana muda wa mtihani ni ile confidence tu ya mtihani kuliko hata yale ambayo umeyasoma.
Na kama umesoma mambo kwa fasaha lakini umeingia kwenye chumba cha mtihani umepoteza confidence moja kwa moja, kuna namna ule mtihani utafanya chini ya viwango sana, japokuwa content unazo kichwani. Kwa hiyo confidence ni jambo la maana sana katika kila hatua, na ninaposema kila hatua namaanisha kweli kila hatua. Kwa jitahidi sana kuongeza confidence ya kwako, jiamini, jikubali, ni wewe mwenyewe na hakuna mwingine ambaye anaweza kusimama kwa ajili yako. Chao.